Una sababu ndo maana umeniacha, kusudi lako nalitaka, nitumie unavyotaka Bwana. Umeelewa kitu alichokifanya? Wewe unajua. Mtazamaji wa televisheni yako pendwa kabisa, leo ni siku nyingine tena na ni muda mzuri mimi na wewe tunakutana hapa kwenye kipindi chako bora kabisa cha Toboza Show. Of course, hii ni kipindi maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kusupport vipaji ambavyo wako navyo washikaji. Kuna watu wengi sana ambao wako mtaani wana vipaji vikubwa, wengine vya kuimba, vya kuigiza, vya kudance na vitu kama hivyo. So lakini hawajapata time ya kuweza kuonyesha vipaji vyako. Leo niko na moja kati ya kijana ambaye anafanya poa sana kwenye muziki wa injili, au sio? Lakini yuko mtaani. Sasa leo nimekuja kumtembelea, nipige naye story nyingi sana, alafu niweze kupata time ya kuweza kumchukua na kwenda naye studio ili uweze kuona kila ambacho anachokifanya yeye. So kaa na mimi kwa dakika 30. Naitwa Gazuko Junior. Ila wala sikujua kama ninautimiza ushuhuda. Nimekutana na mengi, ndio baba nimejifunza. Kama ndoto la usiamini, kweli Mungu umenivusha. Ni kwa rehema zako ndio zimenivusha baba. Ninasema leo asante. Basi fresh, niko na mwana anaitwa Aruni Rashid, au sio? Lakini mwenyewe pia anapenda kutumia jina la Aruni wa Yesu. So kwa dakika chache tumsikilize mipango na plani ambayo uko nayo, short intro, alafu nitakuja kukuonyesha steps zote kutoka hapa mpaka kuelekea studio pale ambapo tunapokwenda kufanya kazi yake siku ya leo. By the way, jamaa pia ni kinyozi so kuna mambo mengi sana kushare na sisi. Nafanya hiki wewe ukione ni kwa sababu ni huduma ambao Mungu kanipa karama, kanipa Mungu, na ni huduma ambao natumika. Napenda sana kutumika katika kumwimbia yeye Mungu kwa sababu ninaamini Mungu aliniumba kwa kutaka mimi nimtumikie yeye. Kwa hivyo natamani sana kushare na ndugu zangu, jamaa, rafiki wote ambao watakuwa wanaona interview hii na waangalie tunapotoka na uje kushuhudia baadaye pale ninapokuwa nakwenda, kwa sababu tunapotoka tunakuwa tuna mwanga uko chini sana, lakini tunakuwa tuna matarajio makubwa sana. Kama mimi na matarajio makubwa sana kwa sababu naamini namwimbia Mungu na Mungu kaumba watu wake, na hao watu wake ndio wanatakiwa waone kile ambacho Mungu amechowekeza kwangu, na wao waende wakaponywe kupitia huduma ambayo naimba mimi uimbaji. Mzee baba, niambie mwanangu. Fresh, uko poa? Safi kabisa. Mambo yanaendaje? Tunashukuru Mungu tuko vizuri ndugu yangu. Unaona umefika ndugu yangu. Yes, hatimaye nimefika maeneo ya Gongo la Mboto. Wanapaita kituo kipya? Kituo kipya ndio. Hivi ni kwa nini kituo kipya? Kituo kipya kwa sababu kuna mambo mengi ni mapya na ni mazuri. Kwa sababu unajua watu wa zamani ndio wana maana halisi sana kwa kikwambia kwa nini waliita kituo kipya. Lakini na mimi ni mtu mpya ambao nimekuja kuweka makazi yangu hapa. Okay. Naamini hata na wewe ni mtu mpya kwa sababu umekuja wapi? Kituo kipya. Karibu sana. Basi fresh. Bwana poa, niko na wewe, niko na mshikaji hapa anaitwa Aruni Rashid ama Aruni wa Yesu, si ndio? Tuko pamoja na tunaanza safari hii hapa kutoka hapa mpaka kuelekea studio. Naamini kabisa utakuwa umetazama kila ambacho alichokizungumza kuhusiana na talent ambayo uko nayo ya uimbaji. Hii ni Toboza Show. Tumekutana na dada zangu hapa mtaani. Hao dada zangu ambao naishi nao, tunaishi kwa upendo mkubwa na wananisupport sana. Kwa ukitaka kujua Aruni wa Yesu ukiwauliza hao wanaweza kanielezea kidogo kwa uzuri. Inakuwa ni hivyo kwa sababu tunaishi kwa amani, amani kubwa ya Mungu. Madada hawana baya. Hawana baya kabisa dada zangu. Na ndugu yenu pia ana baya. Okay, basi fresh. Wewe unamtambua vipi Aruni wa Yesu? Aruni wa Yesu mimi namtambua kama kaka yangu hapa, tuko wote pamoja hapa, tunashirikiana katika zuri baya, yani vyote tu, maradhi, uzima, ugonjwa, yani tuko pamoja kusema ukweli. Hana shida na mtu yoyote. Hana shida na mtu yoyote. Siku ya kwanza kabisa kufahamiana naye ilikuwa kwaje? Yaani mlikutana kwenye mazingira gani? Siku ya kwanza kufahamiana naye kaka yangu tulikutana hapa.
Yeye katika shughuli zake kama hizo na mimi katika shughuli zangu kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo basi ndio tunaishi dada na kaka. Tunaheshimiana sana kusema ukweli. Hana tabu na mtu. Mmekutana kimjini msifuatiliane Mission Town, si ndio hivyo? Mambo dada? Safi kwema. Fresh. Fresh. Dada wa Haruni wa Yesu. Amina. Wewe umeokoka. Ni rafiki yangu, unamzungumzia vipi? Yuko poa sana. Yuko poa? Sana. Tunamuombea atoke zaidi ya hapo alipo. Okay. Ameshaye kugombana na mtu? Yaani huyu hapana. Sijawahi kuona hata kukasirika hana muda huo. Yeye yuko na Yesu wake tu. Shukrani. Asante. Fresh bwana mtazamaji wa Toboza Show, bado tuko kipande hiki hapa kama ambavyo unavyoona yuko na dada zake. Yuko na dada zake. Dada vipi? Safi mambo. Fresh. Unamfahamu vipi Haruni wa Yesu? Kama kakaangu. Ni kaka? Unafahamu kama anaimba? Ndio. Okay. Umewahi kumsupport chochote kwenye kuimba? Kweli acha niseme mimi alishanisupport kwenye challenge. TikTok. TikTok ameshanisupport pia. Okay. TikTok unaenda kama na Dajeni. Basi fresh tumeiokota hiyo. Au sio? Humu tu. Basi poa, bado tuko hapa. Hii ndio saluni ndio hapa ambapo tunapopiga mazingira yetu, si ndio? Sawa. Tuna mengi sana kwa ajili ya kuweza kumuonyesha mtazamaji, lakini pia kubwa zaidi ni kwamba tunapotoka hapa tunaelekea studio kwa ajili ya kuweza kurekodi, si ndio? Nyuma ya kamera Elishadai bwana, bado yupo anafanya vitu vyake. Bwana, kama jinsi ambavyo unavyotazama muda huu tayari tuko studio, tumefika kwa ajili ya kuweza kufanikisha kurekodi kazi ya kwake, anaitwa Haruni. Na mimi kila kitu kitakuwa kiko fresh. Wewe unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu, kuendelea kukaa na mimi mpaka pale mwisho kazi itakapokamilika. Kama jinsi unavyoona hapa bwana, kuna producer Eric, kuna producer Chacha, alafu pia kuna Haruni mwenyewe, si ndio? Basi fresh nyuma kamera kama ambavyo kila wakati nakwambia yuko Elishadai Danford. Mwenyewe anajiita director Elishadai 1, si ndio? Basi fresh, karibu sana tuweze kuendelea kazi kama jinsi unavyoona inaendelea kupikwa hapa studio. Bwana, hii ni Toboza Show mwanangu. Bwana, umefungua mpya kurasa, neema zako zanifuata, najua hautaniacha Bwana. Una sababu ndo maana umeniacha, kusudi lako nalitaka, nitumie unavyotaka Bwana. Na mimi naitwa Chacha Pro, music producer wa Favor Music. Leo nimepata ugeni wa kutembelewa na mwanamuziki mashuhuri sana ambaye tuko naye hapa katika studio zetu hizi. Anaitwa Haruni wa Yesu, na nimemsikiliza Haruni wa Yesu na nimeona kabisa kuna kitu ambacho tutapata kutoka kwake Haruni wa Yesu. Kwa hiyo naomba uungane na sisi tunapokwenda katika zoezi zima hili la uandaaji wa kazi yake hii pendwa. Na nikimzungumzia Haruni ni mwanamuziki ambaye ana kitu ambacho watu wengine baadhi hawana, na kulingana na muziki wake huu ambao ameuleta leo tunauandaa,
ni aina ya muziki wa Afropop ambao ni muziki unapendwa sana na vijana, na kwa sababu pia yeye ni mwimbaji ambaye anaadili na watu kama hao vijana, nafikiri tutatoa kitu kizuri kabisa, na twende tukamsikilize Haruni tupate chochote kitu. Nilijipa moyo nikiamini nitauvuka mwaka, wala mimi sikujua kama ninautimiza ushuhuda. Nimekutana na mengi, ndio baba nimejifunza, kama ndoto leo siamini, kweli Mungu umenivusha. Ni kwa rehema zako ndio zimenivusha baba, ninasema leo asante. Ni kwa rehema yako, ila wengine wamekosa, mimi nani leo nisiseme asante. Bwana, kama ambavyo umeweza kuona lakini pia umesikia kile ambacho kilichofanyika na kinachoendelea hapa studio, ni kazi kutoka kwake, anaitwa Haruni wa Yesu akiwa yuko na producer Chacha. Kazi hapa kwa namna ambavyo tumesikiliza, basi hii kazi inaweza ikapewa jina la Ni Wewe. Kwa hiyo tutarajie kuweza kuisikiliza pale hapo itakapotoka, lakini kwa mpaka dakika hii tayari bwana Haruni ameshafanya kazi yake, ameingiza vocal, tumesikiliza hapa, tumetazama namna ambavyo beat ilivyotengenezwa, na naamini kabisa tutakwenda kuenjoy muziki mzuri kutoka kwake. So pia na wewe utapata chance ama nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako ukiwa kama mdau wa muziki, si ndio? Basi fresh ina noma, ni Toboza Show. Kwa dakika chache tusikilize ngoma ambayo imerekodiwa hapa, alafu pia tutaingia mtaani kwa ajili ya kuweza kupata maoni kutoka kwa wadau, waweze kutuambia ngoma wanaisikilizaje, yani wanaionaje, si ndio? Nilijipa moyo nikiamini nitauvuka mwaka, wala mimi sikujua kama ninautimiza ushuhuda. Nimekutana na mengi, pia baba nimejifunza, kama ndoto leo siamini, kweli Mungu umenivusha. Ni kwa rehema zako ndio zimenivusha baba, ninasema leo asante. Ni kwa neema yako, ila wengine wameikosa, ina nani leo nisiseme asante. Tunamshukuru Mungu, tumeandaa kazi yetu na tumeanza, na sasa tumemaliza, tumeshafanya final ya kazi yetu kama hivyo unavyoona. Changamoto zilikuwa sio nyingi sana, ni chache tu. Masuala ya umeme hapa na pale na kidogo kupata watu wa kujaza sauti ndio ilikuwa changamoto kubwa, lakini kwa upande wa mwimbaji wangu hapa hakuwa na changamoto sana, lakini Mungu ametusaidia, tumekamilisha kazi na tunaomba mkapate kuipokea na Mungu atapata kuwabariki. Amen. Kwanza kwa mimi nipende tu kumshukuru Mungu
kwa sababu hii neema ambayo nimepata sio wote ambao wamepata neema kama hii. Kwa sababu najua tuko mtaani, tuko watu wengi ambao tuna karama uimbaji Mungu akatuwekea, lakini kufikiwa kama mimi nilivyofikiwa ni mimi Mungu kaniona na nimefikiwa. Kwangu mimi ni ndoto na naona kama kuna Mungu anaenda kunionyesha katika ulimwengu ambao ulikuwa umejifunga kwangu, lakini unaenda kufunguliwa kwa sababu ni dunia itaenda kuniangalia sasa na utaelewa kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Naona kama ni wimbo wa kimungu fulani hivi ambao mtu yote akiusikiliza kwangu mimi unanibariki sana na ulikuwa unanibariki sana, na paka sasa sijui mwingine akiusikiliza atasikiaje, lakini naamini ni wimbo mzuri kwake na utaleta namna nzuri ya kumponya mtu vizuri kumuona Mungu katika huo wimbo. Ni hivyo tu, mimi nimependa producer wangu ni producer mzuri katika maproducer ambao katika kupita kwangu mtaani, lakini nashukuru nimekutana naye producer anafanya kitu kwa muda mfupi afu kitu kinakuwa kizuri. Sikutegemea kama wimbo utakuwa katika ukubwa hivi ambavyo unavyosikia sasa. Ni hivyo. Yes bwana, ni fresh na naamini kabisa pia umeenjoy kutazama kile ambacho kilichofanyika studio, lakini pia umekuwa na mimi tangu mwanzo wakati tunaanza Toboza Show siku ya leo. Tulianzia maeneo ya kituo kipya pale, nikakutana na ndugu yangu Haruni wa Yesu na pia tukapiga stories mbili tatu kuhusiana na makazi maeneo ya pale na eneo lake la biashara, lakini pia tukakutana na sisters ambao ni dada zake, na mimi pia utakuwa umeelewa kile ambacho tukizungumzia. Tukatoka hapo tukafika studio, tukawa na muda mzuri pia kuweza kurekodi kazi ya kwake, na naamini kabisa utakuwa umeenjoy kuisikiliza. Lakini pia sikuishia hapo, nikaingia mtaani kwenye kitaa kinaongea. Tukawa na time nzuri pia ya kuweza kupiga stories na watu, kuweza kuwauliza ni namna gani vile ambavyo wanavyokizungumzia hiki kipaji. So dakika chache tutazame alafu tutakuja kurudi. Okay, mambo vipi? Poa. Kwa majina yako unaenda kama nani? Naitwa Dorcas Dickson Shangali. Majina matatu yote? Yeah, kwenye vitambulisho. Ndo hayo. Umetisha sana. Unaimba? Mimi ni mwimbaji. Gospel, bongo flava? Gospel. Okay, sawa. Umeusikiliza wimbo wa Haruni wa Yesu. Kwako unauzungumziaje, unaonaje wimbo? Wimbo wa Haruni nimeusikiliza. Kitu cha kwanza, yani wimbo ni ujumbe mkubwa. Na ni wimbo wenye hisia. Yani mtu yeyote ambaye atasikiliza, yani ataupenda. Yani hicho ndio kitu kikubwa. Wimbo una ujumbe. Kitu gani zaidi ambacho umekipenda? Kwanza anaimba vizuri. Sauti yani imetulia. Muziki umetulia. Na nyimbo ina ujumbe, yani kila mtu ambaye atausikiliza yani ataupenda. Yani hivyo. Kwa jinsi unavyomuona, ni jamii ni nafasi gani wanaweza kumpatia baada ya kupata kazi yake hii? Aje. Jamii unaona wataenda kuipokea vipi kazi ya kwake Haruni? Wataipokea vizuri tena sana na atafika mbali. Yani hii nyimbo yani atafika mbali na zaidi. Kila mtu yani akisikiliza hii nyimbo naamini ataipenda. Mimi mwenyewe siku ya kwanza ni leo nimesikiliza. Yani nimeipenda tu siku ya kwanza. Unajua kuna zile nyimbo unasikiliza tu lakini uelewi mpaka usikilize tena usikilize. Lakini mtu siku ya kwanza kaisikiliza yani anaikubali. Yani itafika mbali na atafika mbali. Inakuaje Mr. Tonge Nyama? Safi. Mambo yako fresh? Mwanangu fundi. Fundi? Umeelewa kitu alichokifanya? Wewe unajua. Kama chao fulani. Amna, sasa sinasema ukweli, lazima kamshazoea hivyo kudanganywa. Tukisema ukweli kuonyesha hisia zetu, ndio tunaonekana pia waongo. Kitu gani ambacho umekubali zaidi katika wimbo huu hapa wa Haruni? Kwanza sauti. Uandishi. Producer si ndugu yake? Wana ndugu. Amna, wamekutana tu kimjini mjini. Producer wana kawaida ya kupendelea. Kwa sababu mshikaji wake. Sasa mpeleke mtoto wa mjomba wako. Ndio utajua ujui. Kwamba Mwamba anaitwa nani? Anaitwa Haruni. Haruni wa Yesu. Sasa kipaji hiki. Okay, sawa. Unamwona wapi katika game jinsi ambavyo ilivyo, hasa katika upande wa muziki wa injili ambao unaofanya, na hivi ndivyo ambavyo anaingia katika tasnia? Kwako unamwona wapi yani? Namuona kule nakwambia ukweli, sikudanganyi. Yani hivi sio vya hapa. Unajua. Kuna namna watu wanaikaga mazingira ya mtu fulani akiwa anaimba
kwa namna fulani waga kuna group fulani anawekwa huu si underground. Huu ni mtu ambaye anaujua muziki. Lakini issue ya wakati. Umeona kuna tofauti hapo. Kuna watu muziki hawajui, wana watu wanaowasukuma. Ujue sikio likisikia kitu kila siku hata kama kibaya automatic unaenda kutengenezwa kuwa shabiki, kuzungumziwa. Umeona, lakini watu wenye uwezo wanakosa hivyo vitu. Umeona, kwa hiyo kila siku mtu anaonekana tu labda underground, yani miaka 5 eti underground, alafu anatoa ngoma kali. Sio underground mkongwe. Sio kweli. Kwa hiyo kuna watu wanaminywa ili wengine waonekane. Inatengenezwa tabaka la makusudi. Lakini kwa vipaji kama hivi havikutakiwa kuwepo street. Yani hapa mimi sikutakiwa kuulizwa kuhusu kukijaji kipaji. Hapa ilikuwa unamwambia nini? Yani unajua mwanangu atukumbuke. Sharaka hapo. Basi fresh, poa, shukrani. Nashukuru ndugu yangu. Pamoja sana. Ukifika msalimie, mwambie bwana Mr. Tongenyama naye anakusalimia. Dua zangu, baraka zangu pia nazo. Poa. Kaze. Kwa 2 kwa tunawajua hawa. Akija kanisani kule wapo. Basi fresh kwa 2 tunaondoka na moja kichwani. Asijisahau. Basi poa. Oi, inakuaje? Safi kabisa. Kama kawa? Kama kawaida. Fresh, unaenda kama nani? Langu jina ni Eric. Langu jina ni Eric, yani kama ile kimataifa zaidi yani. Amen. Basi poa fresh. Unajihusisha na entertainment kwa eneo gani? Kwa entertainment mimi ni mwimbaji, lakini pia ni mtu wa industry kwenye section ya video production. Yeah. Okay. Umepata bahati ya kuweza kusikiliza wimbo wa kwake anaitwa Haruni. Kwako una lipi labda la kuweka neno? Neno langu nimesikiza. Haruni ni mwimbaji mzuri na nimesikiliza wimbo ni mzuri. Yeah, wimbo ni mzuri na Mungu akijalia basi kila laheri kwake. Ni wimbo mmoja mzuri ambao unafundisha pia kwa sababu kuna vitu nimevisikiliza. Unafundisha jamii especially kwenye swala la subira. Yeah, ni wimbo mzuri. Okay. Vitu gani ambavyo unavyoamini kabisa kijiongeza kwenye 1, 2, 3 anaweza kuwa mkali zaidi? Cha kwanza kwa mwimbaji yoyote kadri anavyozidi kufanya mazoezi naamini kwamba ndivyo anavyozidi kukua. Na Haruni hapa alipofika sio pabaya, amefika pazuri, akiendelea kufanya mazoezi zaidi atakuwa mwimbaji mzuri zaidi. Okay. Yeah. Basi fresh, upande wa production. Kwa upande wa production ya producer amemtendea haki. Yeah, amemtendea haki kwa sababu ukiangalia cha kwanza wimbo wenyewe jinsi unavyo sound, unasikia kabisa una sound poa na ni wimbo ambao uko taratibu sana. Kwa hiyo upande wa production producer big up, yuko sawa kabisa. Poa, shukrani sana. Poa. Pamoja. Fresh, bwana, umetoka kutazama maoni ya watu kuhusiana na kipaji cha Haruni wa Yesu, Haruni Rashid, kile ambacho alichokifanya studio, kazi yake mpya kabisa ambayo tumerekodi kwa mara ya kwanza, moment zote umeziona. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Gazuko Junior, ukiniita iko fresh doto ukae pia tunaondoka humo. Usisahau pia kupita katika YouTube channel yetu, andika Toboza Show. Ukiingia YouTube pia utaweza kutazama show kama haukupata nafasi ya kuweza kuiona kupitia televisheni yako. Mungu akubariki sana, mpaka time nyingine tutakutana tena hapa. Enjoy na vipindi vinavyoendelea.